Omba neema juu ya kiongozi. Ninamwombea kiongozi wetu mkuu, Rais Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ninamwombea Daktari Nchimbi, Makamu wa Rais. Ninamsogeza Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, wasaidizi wake wote. Ninaombea viongozi wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Lakini naombea bunge, lakini pia namsogeza Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wape nguvu, wape uweza, wape uvumilivu, wape kustahimili, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Awabarikini Mwenyezi Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa makofi. Asante sana. Dar es Salaam oye! Wazee wetu oye! Amani oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, afanye utambulisho mfupi na baadaye tupate salamu za wana Dar es Salaam. Makofi mengi wakati anakuja mkuu wa mkoa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza nitumie nafasi hii kukaribisha sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kupongeze sana kwa dhati kwa kuendelea kuwa imara katika kuunda serikali bila kupuuza maneno, ushauri, hisia za Watanzania kwa ujumla wake. Na katika hili naomba wote kwa pamoja tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kufanya hayo. Aidha, Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana pia wewe pamoja na Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja pia na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuendelea pia na uongozi ambao unashirikisha na sio kugawa taifa letu. Nikushukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa kuunda pia baraza la mawaziri. Na katika hili Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza mawaziri wote, lakini kwa zaidi Mheshimiwa Rais kuunda wizara ya vijana ambayo ndio nguvu kazi ya leo kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, sisi wana Dar es Salaam tumekusikiliza siku kiu unaapishwa. Tumesikiliza hotuba yako ya kwanza katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako yote tumeyatekeleza na tunaendelea kuyatekeleza kwa kuhakikisha tunafanyia kazi, kwa kusikiliza makundi yote ya msingi, kwa kusikiliza hisia zao, kwa kusikiliza matatizo yao, ili tuweze kuyafanyia kazi na tuweze kuendelea kuunda taifa lenye umoja. Mheshimiwa Rais, leo unakutana na baraza la wazee katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hii ni faraja kubwa sana kwetu, kwa sababu uzee ni dawa na wazee ni kisima cha maarifa. Tanzania inakusikiliza leo. Tulitoa taarifa kwamba leo utazungumza na wazee katika mkoa huu, lakini pia utatumia nafasi hii kuhutubia taifa letu. Na kila mmoja ana hamu na shauku ya kuweza kusikiliza wewe Mheshimiwa Rais, na sisi tutaendelea kuchukua yale ambayo utaendelea kutuelekeza ili tuweze kuyafanyia kazi. Moja agizo lako Mheshimiwa Rais ambao ulilitoa ilikuwa ni kuhakikisha mikoa yetu tunaifungua ili irudi katika hali ya kawaida.
Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amefanya ziara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na amehutubia pia wana Dar es Salaam, na hotuba zake zimekuwa ni zenye mafunzo na hisia. Zimekuwa ni hotuba zinazounganisha watu na hotuba zinazofungua mlango kwa mtu yoyote mwenye manunguniko kuweza kukaa meza moja. Mheshimiwa Rais, nitumie kwa dhati kabisa kumshukuru kiongozi huyu ambaye pia amekuwa bila kusita akizungumza na kila makundi bila ubaguzi wa aina yoyote. Naomba ndugu zangu wajumbe tumpigie pia makofi Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba. Aidha, Mheshimiwa Rais, katika maelekezo yako leo tunao mawaziri ambao pia tutawatambulisha wako katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na baadhi yao wamekwisha anza ziara katika mkoa huu kwa kuhakikisha wanasimamia huduma za msingi kuweza kurudi ili wana Dar es Salaam wasipate tabu kabisa. Na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais, jana Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwakilisha amezindua semina maalum iliyokuwa chini ya Katibu Mkuu Kiongozi kwa mawaziri wetu, na ambao leo wameungana nawe hapa ili kupata maelekezo katika hotuba yako kwa wazee hawa. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii sasa kuwatambulisha wachache walioko hapa ili uweze kufahamu vizuri nani amekuunga mkono kujumuika nawe katika ukumbi huu. Pamoja na viongozi wakuu ambao upo nao meza kuu, naomba pia utambue tupo na Mheshimiwa Salum Ramadhani Matimbwa, mwenyekiti wa Baraza la Wazee wa Mkoa wa Dar es Salaam. Naomba simame apunge mkono. Lakini pia tupo na Katibu wa Baraza la Wazee Bi Afsa Ismail. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima pia kumtambulisha Dr. Asha Rose Migiro, Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Yeye pia ameambatana na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam, akiwepo wa NEC katika mkoa wetu. Naomba msimame mpunge mkono. Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Aidha pia Mheshimiwa Rais, wazee hawa wote wapo chini ya wizara anayoiongoza Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Naomba simame. Naomba pia waheshimiwa mawaziri mlioko hapa msimame mpunge mkono kwa Mheshimiwa Rais. Hawa Mheshimiwa Rais wapo hapa Dar es Salaam, wametoka makao makuu wako hapa mkoani kupata mafunzo. Lakini pia Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa manaibu mawaziri. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa makatibu wakuu waliobahatika kuwepo nasi, manaibu makatibu wakuu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba utambue uwepo wa kamati ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam. Hii ndio kamati ambayo inaendelea kufanya kazi nzuri sana ndani ya mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa Katibu Tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Abdul Muhinte. Naomba utambue uwepo wa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Hili ndio pia jeshi langu hili la wilaya zote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Naomba pia utambue uwepo wa makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi waliobahatika kuhudhuria. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa viongozi wa dini. Hawa ni baadhi. Lakini pia Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa wazee wastaafu, na kwa heshima yako na kwa heshima yao naomba japo ni wataje wachache. Mmoja anaitwa Mzee Paulo Kimiti. Huyu namtaja kwa sababu mimi niliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na yeye aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nampendelea Mzee Kimiti, nashukuru sana. Lakini pia aliwahi kuwa waziri, aliwahi pia kuwa ni waziri, kwa hiyo ni waziri mstaafu. Mheshimiwa Ramadhani Madabida, nashukuru sana. Mheshimiwa Balozi Christopher Yundi, asante sana. Mheshimiwa Balozi Patrick Sele,
atakuwa kazi maalum. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue tupo na wazee ambao zamani waliwahi pia kushiriki katika michezo ya mpira, walikuwa ni wachezaji, ingawa sifahamu sana walikuwa Yanga au Simba. Wako chini ya mzee wetu Abdalla Kibaden. Naomba simame. Mzee Kibaden. Wale pale. Wale walikuwa wanacheza sana mpira, lakini kwa sasa wameshakuwa ni wajumbe baraza la wazee. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue wajumbe baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla. Sasa naomba wazee, kwa wale mnaoweza kusimama kidogo, msimame kidogo kama kufanya mazoezi, mpungie Mheshimiwa Rais mkono. Na hawa Mheshimiwa Rais wanaongozwa na wenye viti wa mabaraza haya katika kila wilaya. Naomba wale viongozi wa wilaya msimame tena ili Mheshimiwa Rais awaone. Wako chini ya mzee Mbonde. Asante sana. Naomba pia Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa wabunge wa mkoa wetu wa Dar es Salaam na wale wa nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Naomba pia Mheshimiwa Rais utambue madiwani waliobahatika kuhudhuria. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa waandishi wa habari, mpunge mkono waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, hawa ni baadhi ya wazee wachache na wale wanaojiandaa pia kuwa wazee, kwa sababu mawaziri wengi sio wazee, ambao pia na wao watakuja kuwa wajumbe wa mabaraza ya wazee baadaye. Lakini kwa leo tupo tayari kusikiliza hotuba yako Mheshimiwa Rais na maelekezo yote katika kikao hiki muhimu. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, nakushukuru na asanteni sana. Asante, tuongeze tena makofi mengi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kama tulivyosema, huu ni mkutano wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Naomba sasa uridhie tumkaribishe mwenyekiti wa baraza la wazee la mkoa wa Dar es Salaam, Mzee Salum Matimbwa, aweze kuwasilisha salamu za wana Dar es Salaam, kwa maana salamu za wazee wa Dar es Salaam. Wazee oye! Wazee oye! Wazee ni dawa, wazee hekima na busara, ndio maana wanasema isokongwe haivushi. Asante sana, karibu mkuu. Uzee na kuzeeka. Dar es Salaam hoye! Kuchakaje? Akukubaliki. Mheshimiwa Rais, wazee wa Dar es Salaam wamegoma kuchakaa. Ndio maana umeona mzee Kimiti hajachakaa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Ilala Mzee Musa Zungu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Waziri wa Sekta ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum, Mheshimiwa mdogo wangu Doros Gwajima, mzee mtarajiwa, mawaziri wote mliohudhuria na manaibu wa mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa sana wazee wenzangu wa Dar es Salaam, waajiri wangu, itifaki imezingatiwa. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tena iendelee kweli. Mheshimiwa Rais, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya njema kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Pia tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi
kukubali wito wetu na kutenga muda wako ili kuja kuongea na taifa kupitia sisi wazee wa bandari salama Dar es Salaam, Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakushukuru. Hii ni heshima kubwa sana kwa mkoa wetu na heshima kubwa kwa wazee wa Dar es Salaam. Heshima hii imekuwa wakipewa wazee wa Dar es Salaam mara kadhaa na viongozi wetu waasisi waliotangulia, na wewe umekuwa unaiendeleza, na hii ni mara ya pili tunapata fursa hii. Tunakushukuru sana. Sisi tutaienzi heshima na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais, na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahiri na makini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya, nguvu, baraka na hekima katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetustusha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika. Miundombinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika Mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagala kuja mjini inakuwa tatizo. Lakini ilikuwa ni neema kubwa baada mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha. Wazee tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali pale ulipozindua bunge letu tukufu. Uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu, na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa yetu. Ukweli ni wakumbushe, nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa. Huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine ili mradi una kichwa lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani, hakuna ishika panga. Mwalimu Nyerere
aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru. Sasa leo kulikoni? Sisi uzee kwa upande wetu tunashangaa. Inshallah Mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizozichukua ni kuunda tume ya uchunguzi ili kubaini kiini cha haya yaliyotokea, mazingira yaliyosababisha tishio lile, nini kilitendeka, nani alifanya nini na wapi, ili ukweli ujulikane. Vile vile kama mama uliwaasa vijana wetu kuhusu haja ya kuwa sehemu ya kutunza amani ya taifa letu. Ulionyesha moyo wa huruma wa mama kwa kuagiza mamlaka zichunguze mazingira ya baadhi ya vijana wetu ambao wengi wao wamefuata mkumbo na kujikuta wanaingia katika mikono ya sheria. Tunafarijika sana kwamba hivi tunavyozungumza vijana wengi wameshaachiwa na kurejea katika familia zao. Hatua hizi zinadhihirisha umahiri wa uongozi wako unaoelekezwa na falsafa yako maarufu ya 4R. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tanzania kwa muda mrefu imekuwa ni kisiwa cha amani. Hatuna shaka nchi yetu chini ya uongozi wako itaendelea kuwa kisiwa cha amani na utulivu, na sisi wazee siku zote tutakuwa bega kwa bega na wewe Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa hivyo ilivyotulia. Wazee tumefurahishwa sana na uamuzi wako wa kuanzisha wizara maalum na mahususi inayoshughulikia vijana ambao ndio nguvu kazi inayotegemewa katika ujenzi wa taifa letu, kama alivyosema mkuu wa mkoa. Sisi kwa upande wetu tutaendelea kutimiza wajibu wetu kama wazazi na walezi kwa kuwashauri na kuwanasihi vijana wetu kwenye safari yao ya kujenga maisha ili kufikia ndoto zao. Ili wafanikiwe ni lazima mazingira ya amani, utulivu, upendo, mshikamano yadumishwe. Huu ni wajibu kwa kila Mtanzania na hasa kila mzalendo. Tunakushukuru sana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kujalia nguvu, afya na busara ulizokuwa nazo ili uendelee kuliongoza taifa letu katika maendeleo makubwa haya uliyoanzisha na atayokuja. Kabla sijamaliza hotuba yangu, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sijakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia ahadi ya kwamba wazee sasa watapata bima ya afya katika siku 100 zinazokuja. Hongera sana. Changamoto kubwa ya wazee ni magonjwa, maradhi. Mimi mwenyewe hapa niliposimama naona sasa hivi nimeshashika hivi. Maana nasema naona kidogo naenda huku, nataka kurudi huku, afya haiko vizuri sana. Lakini sasa tutakuwa na hakika kwamba bima ya afya kwa wote, hasa kwa wazee wasiokuwa na uwezo. Hili ni faraja kubwa kwa Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kutupatia magari mawili yahudumie Baraza la Wazee la Ushauri la Taifa. Siku ile tulipokuwa pale Ikulu ya Chamwino tarehe 27 mwezi wa 8 2025, uliyasema haya ili kuwezesha kufanya shughuli mbalimbali kwa Baraza la Taifa, kutembea katika mikoa yote, na mimi nikiwa mjumbe wa baraza hilo, basi kwa niaba ya Baraza la Taifa tunakushukuru sana kwa wema wako huo.
na hii itakuwa imeonyesha njia kwamba ofisi za wakuu wa mikoa nao watafuata nyayo zako, kwa sababu mama sikasema na wao si ndio wateule, basi watafanya. Na si vibaya tukaanza na mkoa wa Dar es Salaam ambayo ndio kuna ikulu ya Magogoni. Mheshimiwa Rais, hapa Dar es Salaam enzi hizo kulikuwa miaka ya 60 kuja 70, watu wengi wakifanya kazi bandarini, posta, railway, kwa wale ambao kidogo wana uwezo wa kielimu. Lakini wengi wakazi wa Dar es Salaam walikuwa wanafanya kazi kwa matajiri. Matajiri hao ni wenzetu wa Asia wenye asili ya Kihindi. Sasa ukifanya kazi kule, bosi wako unamuita tajiri. Na tajiri ana mali nyingi pale. Ana vikombe, sahani nzuri nzuri zile, baskeli za kuchezea watoto. Sasa zikiwa kama zimefujika, utasikia tajiri anamwambia yule mtumishi wake boy, boy, katupe hii. Sasa ile boy katupe, boy haendi kutupa, anajiongeza yeye. Anaenda kutafuta chochote kuongeza ugali au anapeleka kwa mama watoto. Ikifika kule sasa anaanza zogo. Kulikoni unatuletea mkweche huu? Asa mke wangu, hii boy katupe. Sasa na huko kwa wakuu wa mikoa yako magari machakavu na vitu vingine, basi boy katupe. Kwenye hilo pia nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Kwa nafasi pekee kama yupo hapa huyu mama, mimi naomba asimame. Mheshimiwa Rais, mama huyu na mkurugenzi wake wamefanya makubwa sana katika tasnia ya mabaraza. Wametupatia ofisi ya baraza la wazee la ushauri wilaya ya Kigamboni, ofisi nzuri sana ambayo inaongozwa na kakaangu hapa, Brigadier General mstaafu Harub Othman, huyu aliyesimama hapo. Hongera sana watu wa Kigamboni. Hili basi liwatie maya wakuu wa wilaya wengine wa Dar es Salaam na wakurugenzi, na wao waone Kigamboni wameonyesha njia. Si vibaya Ilala wakapata, Kinondoni na kwingine. Miaka bin Harith anasema braso dawa ya shaba, dawa ya mapenzi mahaba, ukipata kidogo si haba, tupeni japo kidogo. Mheshimiwa Rais, hakika kabisa niwamshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Imekuwa kama ni nuru kwetu. Anafanya kazi bila kuchoka. Ni mtu ambaye simpigii debe, lakini hodari. Ingawa watu wanasema ukimsifia mgema tembo atalitia maji, lakini ukiana Chalamila hawezi kutia maji tembo. Mheshimiwa Rais, niruhusu nichomekee jambo dogo la mwisho. Mheshimiwa Rais, kama unavyojua, kwenye Wizara ya Ardhi kuna mabaraza ya ardhi ya kutatua migogoro ya ardhi nchi nzima. Hapa Dar es Salaam tunayo 5: Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni. Na haya mabaraza yana washauri. Wale washauri ni wazee. Tena wazee kweli. Mmoja wapo mzee Liundi huyo hapo. Anahudumu katika baraza la ushauri la ardhi pale Kinondoni. Anatoka kwake anakwenda Mwananyamala kwenye baraza na kurudi na kupata chochote. Lakini mama, posho inayotolewa bado ya mwaka 47. Naona haya hata kuisema hapa. Na mawaziri wapo hapa. Na waziri ya ardhi yupo tena mpya, umemchagua.
Sheria inasema iko kwenye discretion yake na yule msajili wa mabaraza ili kuona anaiboreshaje, na hiyo inakuwa inatofautiana kati ya majiji, wilaya na sehemu zingine, ili waweze kufanya kazi vizuri, kushauri vizuri, migogoro ya ardhi iondoke. Sitakusema sana, nafikiri umenielewa mama. Basi kwa hayo machache ya kuchomekea, niseme kwamba mwisho naomba kwa mara nyingine tena kuwashukuru na kushukuru wewe kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam na wazee wa nchi nzima kwa ujumla kwa kutenga muda wako adhimu kuzungumza na taifa kupitia sisi. Tunakutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie, akupe afya njema na maisha marefu, hekima, utulivu na busara. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wa kwako. Kwa haya nilochomekea uniwie radhi. Basi karibu uongee na Watanzania. Tuongeze tena makofi kwa mwenyekiti wa baraza la wazee. Wazee oye! Dar es Salaam oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kutoa salamu, na baada ya hapo akukaribishe wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Nchemba, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, Katibu Mkuu Kiongozi, kipekee kabisa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Sharoz Migiro, waheshimiwa wazee wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, nimepewa nafasi ya kuja kukukaribisha kuongea na Watanzania kupitia kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais, na kuomba sasa uinuke uzungumze na Watanzania kupitia kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Haya, naomba tuinuke na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Bado tuongeze tena makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Dar es Salaam oye! Wazee wetu oye! Tanzania oye! Waheshimiwa, tukae. Na washukuru sana. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Hassan Zungu, na mbunge wa Ilala ambaye nabeba jiji letu la Dar es Salaam, waheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wazee la Dar es Salaam kakaangu Salum Matimbwa, na wazee wote wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi. Kabla ya mawaziri, nitambua uwepo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa kama wapo. Nirudi tena kwa mawaziri na manaibu mawaziri, Katibu Mkuu Kiongozi na viongozi wote wa serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam. Nilipata taarifa kwamba Baraza la Wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao.
na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao, nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili. Asanteni sana. Wazee wangu wa Dar es Salaam, kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi kwa nchi yetu, ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania amani, hulka ya upole na ukarimu. Hiyo ndio sifa yetu kubwa ilikuwa Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndiyo vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje. Wakiwa wanafunzi wanasoma huko, na tulipokuwa wanafunzi tunasoma huko. Ukijisema Mtanzania ndani ya ukumbi, kuna Mtanzania atakuja kukufuata bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Anakuja kukufuata, mnachapa Kiswahili chenu, mnaendelea na udugu unaanza hapo. Hiyo ndio sifa yetu. Lakini kila siku zinavyokwenda, sifa yetu inaporomoka. Wengi wasioitakia mema nchi yetu wanakereka na tambo zetu hizo za kwamba Watanzania sisi tuna umoja, tunakupendana, na popote tunapokutana la kwanza ni udugu kuliko mengine yote. Wanakereka na sifa zetu hizo, na kwamba Tanzania ni nchi ya amani inawakera sana. Nakumbuka wakati mmoja katika ukumbi huu, nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa nilizungumza nikasema kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani. Wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29 zikaendelea na 30 si desturi wala utamaduni wa Watanzania, si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Kila aliyeumia au kupoteza maisha ni Mtanzania mwenzetu mwenye haki sawa na wengine. Hakuna mtu aliye juu ya mwingine. Haki ya kuishi na haki ya kuwa huru ni tunu zetu wote wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna sababu ya Watanzania kuumizana na kunyimana uhuru. Inatia uchungu kuona wachache walioratibu fujo zile wakitaka Watanzania wenzao wawe kafara kwa malengo yao ya kisiasa yaliyojaa binafsi. Tofauti na siasa, yani malengo yao ni tofauti na siasa iliyopo, lakini kwa sababu zozote zile hatukupaswa kuvuruga amani ya nchi yetu wala kusababisha vifo kwa watu wetu. Sasa kwa wale walioondokewa na ndugu zao na watoto wao na jamaa zao, natoa tena pole kwa sote. Si msiba wao peke yao, ni wetu wote, kwani damu ya Watanzania ni damu yetu sote. Tanzania mmoja akiumia tumeumia wote, kuondokewa na Mtanzania mmoja tumeondokewa wote. Kwa hiyo tuwe pole wote. Kama alivyosema kakaangu Salum Matimbwa hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi, nimeshazungumza na wazee mara 2. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka 2021 mwisho au 22,
lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania, wawakilishi wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya 3 na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya 6. Nimeona niongee nanyi kutokana na naliyotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia, kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi hupita na kuongea na wazee. Kwa nami nataka niendeleze utamaduni huo kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam, nizungumze na taifa. Na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam. Lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu, vyeo vyovyote vile nimeona nije nizungumze naye. Na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza nasi tumefuata, walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mlioyafanya nasi tumefuata hatua zenu. Lengo ni kusikia ushauri wenu, lakini pia mnisikie nami. Ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, baada ya kuapishwa nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya 4. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa. Nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni. Nimezungumza kupitia siku ya kuapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam, na ndio maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana, na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao tu, mpaka amke asubuhi atoke akajishughulishe apate cha kupeleka nyumbani, chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame. Wafanya biashara ndogo ndogo walisimama, wenye magenge walisimama, Kariakoo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama, na ilitulazimu tubaki ndani. Na kwa hadithi tunazozipata, bei za bidhaa zilipanda sana 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 sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo. Kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi kwa kuwa natambua takriban 10% ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni 6, na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndio inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban 17% ya pato la taifa, na 1% kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania.
Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam. Watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara Dar es Salaam, Tanzania hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam kinachukuliwa Tanzania, ndio iko katika hali hiyo. Kwa hiyo kuna kila umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa. Walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa. Yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo. Na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika. Wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani
na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya. Waangalie watu walivyotuitikia. Waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua. Na wapinzani wetu walikataa kuingia. Hawakuzuiliwa na mtu. Walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi? Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta, tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu watu wote hapa chini ya miaka 50 wasimame. Watu chini ya miaka 50 wasimame. Aha. Kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu, wengi chini ya miaka 50. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache, na vijana wa jiji la Dar es Salaam, na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje. Lakini kwa nini waratibu kutoka nje? Wale waratibu wa Tanzania tunaowajua, wale ni shida za maisha. Ni shida za maisha. Akisukuma maandamano, umbea na nini kuhusu Tanzania, Watanzania wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha, wanatumia fedha zao kununua bando, kuwaangalia na kuwasoma amesukuma nini. Lakini yeye ukisoma, yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha. Kule waliko hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa
Kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu, na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili. Kwa hiyo it doesn't matter whether Tanzania inaungua haiungui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili, hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri, na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu. Huko waliko hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa ambao mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema, na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa walionambia sawa tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu. Tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi. Yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu. Nikajua watarudi, tukae tuzungumze, tuende. Na niliwapa fursa zote, nyinyi ndo mashahidi. Niliwafungulia, walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike seme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano. Ni hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakatizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa
afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo sio siasa, hiyo sio siasa. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa, hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo. Lakini kundi la pili, tuangalie vijana. Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki. Hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo, walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo, na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali. Na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu. Lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini, na tuna dini za madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui 4 sijui 5. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna mamonki wale sijui Buddha, na wengine ambazo ziko huko zinafanywa. Lakini kubwa ni hizo 4 au 5. Na hizi 4 au 5 zina madhehebu mbalimbali.
Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Subinani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini, msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndio wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa, kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teke 8, lakini ukenda chini chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6 wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi ndugu zangu. Kwa ni waombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu. Iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke,
iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme. Kila mamlaka imeletwa na Mungu, na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anojua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua. Kwa nini Samia leo yuko hapa? Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu. Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo. Njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote kufika tulikofika, ndugu zangu, hakuna. Nilikuja na falsafa ya R4, nikaifanyia kazi vizuri sana, ikaleta mwanga mzuri sana, mpaka wale nisowajua jina lao wakenda wakabadilisha, nchi ikachukua mwelekeo mwingine. Lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona wa Tanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wakati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wakati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba. Na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue uko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tuwape. Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? .
Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu, kueni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotuumba nazo, madini. Tanzania sisi tuna bahari, ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa, ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa, na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini, ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana, tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu. Ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu. Kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana. Tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini wanaita sovereignty,
tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Ndugu zangu, nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, lakini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema, hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga. Wakati wowote wakija tumejipanga. Kwa ujumla niseme kama wanadamu hukosana wakaelewana. Hatusemi serikali labda tuko safi hatuna makosa, hapana. Inawezekana kabisa kuna mapungufu, na hakuna serikali yoyote duniani sio mapungufu, lakini wanakaa wanazungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kukaa kuzungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Nimepata salamu wanasema tutakubali tukukaa na serikali ikiwa watafanya 1, watafanya 2, watafanya 3. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze. Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu. Ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akwambia sitaki mpaka ufanye hili na hili. Na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti hayo. Serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa. Serikali ya wanafunzi hamtapata hili mpaka mfanye hivi. Wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake, Kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania kama wanavyosema. Maana mara nyingi wanasema tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi? Wepi? Kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi. Wameipa CCM 97%. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanaowasemea wao wepi? Halafu wanahoji kwa nini 97%? Kwa nini isiwe? Waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo
na wale 16 waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao. Na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyenzetu vikubwa. Hawakuwepo. Mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia Chama cha Mapinduzi. Walipigia Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini 97%, hiyo ndio kilichotokea. Ni 97% ya waliopiga kura, sio ya Watanzania wote. Ya waliopiga kura ni 97%. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura. Na Mungu ni mkubwa kwamba lile balaa lao walilianza saa 5 sijui 6, watu walishajipeleka mapema asubuhi, wakapiga kura wakaondoka. Mungu ni mkubwa, hasa kwenye miji. Hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea, lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu. Na hili sio la kwanza. Tulipata jeraha kama hili 2001. Ni Watanzania sisi tukatibu jeraha letu. Jeraha hili halitatibiwa na nje. Nje tutawekewa masharti, tutafutiwa misaada, sijui tutawekewa nini gani, lakini watakao tibu jeraha hili ni sisi Watanzania. Niwaombe tukae kwenye majukwaa yetu. Wazee mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali, mna vyama mbalimbali, lakini wote wazee wako kwenye majukwaa yenu. Kaeni mzungumze. Kaeni mzungumze. Vijana wetu wasitumike walivyotumika. Unaporudi leo mzee na kulia kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa, ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia. Sisi ndio wazee wa nchi hii. Tukae tuzungumze na vijana wetu kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali. Viongozi wa dini, kama kweli vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu. Tuacheni huu uchochezi unaotokea. Tuacheni. Tusende kumtania Mungu. Huku ni kumtania Mungu. Kuchukua utashi wako binafsi wa nafsi yako ukauingiza ukauvisha majoho ya dini. Hapana, huku ni kumtania Mungu. Ni kumtania Mungu. Tuacheni kumtania Mungu. Ndugu zangu, nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia wanaoangalia mbele, vijana wangu hawa na wengine walio nje wanaoangalia mbele. 2030 safari hiyo isiende kutuvurugia nchi yetu. Nilizungumza na mawaziri wangu nikawaambia, na muangalia mmoja mmoja. Una interest ya huko, kaa nje kafanye huko, usifanye ukiwa ndani ya serikali yangu. Nimekuweka hapo ukatumikie wananchi. Interest yako ya huko mbele, twende utaikuta huko mbele. Mungu ndio anajua nani kiongozi wetu baadaye. Ni Mungu peke yake ndio anajua. Kwa unaweza ukajipanga, unaweza ukawa na mikakati, unaweza usiwe. Kwani wangapi waliomba na wakapanga na wakawa na mikakati? Walikuwa na nguvu zote mpaka za kifedha. Walikuwa. Mungu ndiye anajua nani uko mbele ndio kiongozi wetu. Kwa ile safari ya 2030 isiende kutuharibia nchi. Ndugu zangu, mengine yaliyosemwa na wazee hapa nimeyapokea. Waziri wao yupo,
ambaye atashughulikia shida zao. Na mimi katika ziara zangu kote Tanzania, nikifika ndani ya mkoa, la kwanza ni kuonana na wazee wa mkoa ule kote, toka niko makamu wa rais mpaka nimekuwa rais. Huo ndio mtindo wangu, nikifika ni kuonana na wazee wa mkoa. Tatizo hapa linakuja, Dar es Salaam ni mji. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam unajisi niko Dar es Salaam makao makuu, ukiwa Dodoma niko Dodoma makao makuu. Lakini ukifanya ziara mikoani huko, nikifika la kwanza ni wazee, nasikiliza shida zao, nasikiliza maoni yao, yote tunayajua na tunapeleka wizarani kwao ili yafanyiwe kazi. Na katika tunayoyafanyia kazi ni hiyo, kujua kwamba kila tunapozeeka na miili yetu nayo inahitaji haja maalumu ya matibabu. Kwa hilo nalo tumelishughulikia. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme tena kwamba kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Lakini pia katika kudai haki tumekubaliana njia za kudai haki. Sasa timiza wajibu wako, useme mimi nimetimiza wajibu wangu, lakini haki hii sikuipata. Kwa hiyo nenda kwenye vyombo vinavyotoa haki, uende ukadai haki yako. Japo wanasema haki haiombwi, hudaiwa, sio madai haya waliofanya wenzetu. Hapana, tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki, tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu. Nimesema jenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo sisi ndio wananchi wa Tanzania. Uwe unatambua uwepo wa serikali hii, uwe hutambui uwepo wa serikali hii, serikali ipo, inaendesha Tanzania, na sisi ndio wananchi wa Tanzania tunaotakiwa kusimama, kushikana, kufanya umoja wetu, kuweka nguvu kwenye amani na utulivu wa nchi yetu. Tanzania oi! Ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu na wadogo zangu, niwashukuru sana kwa nafasi hii mlionipa. Niwashukuru kwa jukwaa hili mliloliandaa. Nimewasikia, mmetusikia. Nataka niwaambie, wakati wowote mna haja ya kuonana na mimi, basi mimi niko tayari, kama Samia, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii. Niko tayari kuonana nanyi wakati wowote. Kama nina kazi nitawaambia kipindi hiki nina kazi, tufanyeni kipindi hiki, lakini niko tayari kwa mazungumzo. Asanteni sana. Naomba kwa heshima na taadhima wote tusimame, piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia oye! Tanzania oye! Amani, umoja na mshikamano oye! Haya, Mheshimiwa Rais, hakika wazee wamekusikia, hakika taifa limekusikia. Na sasa kwa heshima na taadhima, naomba tena tusimame tuweze kumsindikiza Mheshimiwa Rais ambaye tunamruhusu sasa aende akaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Hii ndiyo Tanzania yetu, lazima tulinde amani, umoja na mshikamano. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Rais. Naomba tukae wazee wangu.